Welcome to my channel. Katika video hii tunaenda kuangalia namna gani ambavyo supervisor anaweza kufanya assessment kwa watu wanaowasimamia. Simple, easy step. Cha kwanza kabisa utatakiwa ku login kwenye account yako. Utaingia kwenye utendaji au watumishi. Kishaingia hapo, kwa upande huu wa kushoto utaona kutakuwa kuna icon vitatu, especially wale wanaotumia simu. Kutakuwa kuna icon cha kwanza hapo kama nyumba hivi, afu cha pili kama mtu. Kwa utagusa kwenye kile kinachoonekana kama mtu, itafunguka employee performance assessment. Na kwa hapa utachagua employee assessment ambayo ni ya kwanza kwenye list hapo katikati. Utasubiri load kidogo. Baada kwa umeweza kuload, utaona watu wote ambao unawasimamia list yao nzima. Kwa unaweza kuanza kwa kwanza hadi mwisho ngapi. Kwa ni wewe, cha msingi una select mtu ambaye unataka kumfanyia assessment. Then kwenye mtu unayefanyia assessment utaona, ukishamgusa tu utaona zile subtask zake zote zinakuja kwa hapa chini. Kisha baada hapo ukiangalia kwa juu upande wa kulia kuna button ya blue ambayo imeandikwa assessment, then utaona jina la mhusika lile la kwanza. Kwa hiyo utabonyeza hiyo button ya blue. Kisha bonyeza. Kisha kwa upande huu utaona subtask zake zimefunguka. Na kwa chini hapa ukiangalia hapa kuna kitu cha kunote kidogo. Kwa chini hapa utaona kwamba kuna page ngapi. Inasema na page hii ni page ya kwanza kati ya page ya pili. Kwa hiyo ukiangalia majukumu walisia wake wa majukumu haya yenyewe yanaishia matano. Kwa mengine yakiwa zaidi ya matano, mengine utakuta kwenye ukibonyeza button ya next utaweza kuyaona. Utaweza kuyaona hapa. Kwa hapo kama ukimaliza kuyafanyia ya kwanza utabonyeza next kwa ajili ya kuona page inayofuata ili zote subtask uzifanyie assessment. Kwa hiyo tutachukulia mfano kwa kufanya assessment na kufanya assessment kwenye ya 5. Kwa hiyo tutaenda kwenye namba 5. Utaona hapa inafunguka sehemu ya quantitative na qualitative, ila button ya action huwezi kuiona. Kwa hiyo ili kuiona button ya action utarudi hapa kidogo, kisha ukiangalia kwa hapa juu kidogo, kwa hapa juu bahati mbaya ukitumia simu hapa kuna icon hapa kwa hapa juu hapa kama cha blue hivi. Hiki ndicho tunacho deal nacho. Kwa hiyo utakibonyeza hicho, hiki icon cha blue. Baada kwa nimekibonyeza, umeona sasa hivi inaniletea hii box kwa ajili ya kufanya assessment peke yake na qualitative na quantitative. Kwa sasa hivi ukiangalia inanionyesha nani sehemu ya action. Hii sehemu ya action. Kwa ukiangalia sehemu ya qualitative ndio tunapofanyia assessment na ndio sehemu ya mkuu. Kwa tutagusa hiyo box ya qualitative, sehemu ya qualitative kwa ajili ya kufanya assessment. Quantitative tunaachana nayo kwa sababu kwa ina deal na mfumo na tayari iko 100%. Kwa tutagusa hapo. Shagusa hapo utafunguka option kama 3. Sisi tutachagua option ya pili ambayo ni assessment, assess subtask. Kwa utagusa hapo. Shagusa hapo utakufungulia dialog nyingine hii hapa. Kwa utajaza asilimia sasa kulingana na ile jukumu alitekeleza vipi. Hiyo subtask alitekeleza vipi. Wewe ulivyomhesabia alikamilisha yote. Kama alikamilisha kwa 100%, utamwekea 100%. Kama hakukamilisha kwa 100%, kwa utamwekea kulingana na asilimia za ile jukumu alivyotekeleza. Kwa hiyo tuta save. Pia unaweza kuweka comment, ila kwa mimi hapa sina haja kuweka comment. Comment ni option. Kama unaweza kaweka. Kwa hiyo tuta save kisha tutasema yes. Now baada ya kufanya hivyo unakuwa tayari umekwisha fanya assessment kwenye hilo jukumu. Pia ili kuendelea kuziona zile subtask ni kubonyeza tu hapa. Unabonyeza tu kwenye ile button tena. Hii button ya huku juu. Hii kwa tutaibonyeza tena hapa. Kisha zile subtask zetu zitarudi. Kwa kama tulienda na ya 5, sasa tutachagua nyingine kwa ajili ya kuifanyia assessment na yenyewe pia. Kwa hivyo ndivyo utavyoenda mpaka utapozimaliza zote kwa watumishi wote. Mpaka kufikia hapo sina la ziada. Tafadhali nakuomba subscribe, like, comment kama una swali na pia share kwa wengine, kwa sababu kufanya hivyo vyote ni bure na kuchukui muda. Bye bye for now.